Kamati ya uendeshaji wa bodi, Simba walipokataa kuingia, haya ni maswali tunayojiuliza na mimi binafsi najiuliza. Simba wakakataa kuingia kwenye viumba pale. Mtu pekee ambaye nimeona kwenye zile picha ni Silia Abu. Huyu alikwenda kama match commissioner katika ule mchezo. Maanake match commissioner ndiye anayeandika ripoti. Kama match commissioner aliingia kwenye vile viumba na akajiridhisha kwamba hii team A haitaki kukaa humu kwa sababu kuna viashiria vya ABC, wanakuwa na mashaka na hawezi kutumia, he should write kwenye ripoti yake na wasilishwe kwenda kuisaidia kamati. Sasa kamati ikikaa ikaona Simba ilifanya makosa, of course Simba walifanya makosa kwa sababu lazima uingie viumbani, fine. Why walifanya hivyo? Ripoti ya commissioner inasema namna gani? Sasa mkimwadhibu tu mtu kwa sababu hakuingia na kulikuwepo na kinachoweza kuhatarisha maisha yake, alafu hakuna way forward, ni makosa. Sitaki kusema kwamba vitobo vilitobolewa na Yanga. Kama kukuwepo na ushahidi waliyetoboa lakini timu A ina mashaka, adhabu yake ya kutoingia huko kulipaswa kuangaliwa mara mbili. Kwamba je, wangeingia wachezaji wakafaint, mechi singechezwa. Kwa hiyo kama msimamizi wa mchezo alikwenda akajiridhisha kwamba kuna usalama mdogo, hii adhabu ya Simba kutoingia viumbani haikupaswa kutolewa. Ama kama ingetolewa, ilipaswa kuwa na majibu ya A, B yake ya kwamba kwa sababu fulani ilipelekea hivyo. Kwa hiyo baada ya uchunguzi kulibainika ABC, hivyo basi lisababisha hii timu. Kwa faini ya Simba ingeambatana na mtu B kupata aidha kupigwa faini, lakini kama huyo mtu B hakuwepo ambaye alifanya hayo makosa ya kutoboa, basi hii adhabu inakosa nguvu. Lakini kama ilijiridhisha pia kwamba hayo matobo yalikuwepo na hayakutobolewa, hayakuwa na shida yoyote, inasemwa kwenye ripoti inayotoka. La kwanza. La pili, kabla sijaenda kwenye la pili, nawakumbusha kabisa kwamba leo mechi zinapigwa za ligi mbalimbali barani Europa, lakini pia leo FA Cup inapigwa pale. Kuna game kali, Man City na Newcastle. Kuna leo Arsenal wako dimbani. Tayari tumesha kuwekea code. Bofya hapo kwenye bio yangu, alafu naingia moja kwa moja na kupeleka kwenye WhatsApp link. Hiyo link unabofya moja kwa moja, na hiyo link pia nakuweka kwenye Insta story pale. Wewe unaingia kwa haraka zaidi, utakutana na link ya mabingwa mikeka. Ukiingia tu humo, kila ukiingia naye join tu pale anakutana na codes ambazo wewe unakopi, unaingia kwenye, una paste na unasubiri mzigo. Jambo la pili, waamuzi waliokosea ule mchezo wameadhibiwa. Ni jambo zuri kwa sababu waamuzi walifanya makosa, lakini kama mwamuzi ameshindwa, waamuzi wawili wa pembeni wa kutafsiri sawa sawa offside, kwa nini adhabu zao zimekuwa tofauti? Na je, kama mnakiri kwamba lile ni bao, alikataa goli la Simba, Simba wananufaika vipi na makosa ya waamuzi? Yanga wananufaika vipi Dube kama hakuwa offside? Na je, kwa nini adhabu hizi zimekuwa tofauti? Hiyo inatoa mashaka kwamba wakati mwingine mnapoamua ni kama vile mmeweka kanuni pembeni, mnafikiria vyombo vya habari vimesema nini, mnafikiria wadau nje watatuona vipi. Hayo ni makosa. Kamati ya saa 72 kama walishindwa kutafsiri, manake wanahukumiwa kwa the same kanuni. Lakini mimi najiuliza kitu kimoja, wale marefa ama wale lines walikosea makusudi? Kama haikuwa makusudi, aidha makusudi ama sio makusudi, football haina makosa. Wanastahili kufungiwa tu kwa sababu ni big game, lazima wafungiwe tu hivyo, na wengine kushushwa na vitu kama hivyo. Sana kufungiwa kwa muda mrefu. Waamuzi wakubwa ambao wamechezesha mechi nyingi za namna hiyo. Kwenye adhabu hapa hatukatazi adhabu, lakini lazima kamati muwe very careful hasa kwenye hizi adhabu. Lakini iko wapi FRAT? Mimi nalia na FRAT, chama cha waamuzi Tanzania. FRAT hamna meno. FRAT mmenyang'anywa mamlaka.
Tena mimi nilikuwa natamani hii kamati ya uendeshaji automatically anatakiwa awepo kiongozi wa frat moja kwa moja. Hii kamati ina nguvu, hii kamati ya waamuzi ina nguvu kuliko frat ambayo inachaguliwa na waamuzi, ina katiba yake. Mimi nadhani hizi kamati zingine zingepunguzwa na TFF na mamlaka na majukumu mengine yakabaki kwenye vyama husika. Frat wabaki na nguvu, wawe na uwezo wa kupanga waamuzi, wawe na uwezo wa kutathmini waamuzi, wawe na uwezo wa kuwakata waamuzi, kuwafungia, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ya juu kabisa ya kulinda waamuzi nchini. Sasa hivi frat hata wakitap in tu kutaka kuzungumzia hilo swala hawana nguvu, kwa sababu wao kuna limitation, kuna sehemu wanafika. Waamuzi wanaweza kufungiwa, kumbe tunawaonea waamuzi ambao pengine hawakustahili kufungiwa miezi 6, kwa sababu haya makosa yapo hata kwa wenzetu Ulaya. Na ndio maana kuna goal technology save kwamba bwana ile ukuliona lilipaswa kuwa hivi. Lakini kuna mengine ya makusudi, kila mtu anaona, je, hali alikuwa ni makusudi ama muamuzi hakuona sawa sawa, adhabu yake ni nini? Na je, mechi zingine huko ambazo pia waamuzi wanakosea wanaondoshwa kama hivi moja kwa moja, ama kwa sababu ni Simba na Yanga inapata airtime, basi muamuzi anashughulikiwa. Mimi nitaka kusema hivyo, kamati, you have to be very careful. Mtagombana na watu wengi wa mpira, mtashindwa kazi, mtaanza kufanya kazi kwa miemko tunakoelekea. Angalia hata la Mwalimu. Of course mimi Mwalimu tulisema hadi redioni alifanya makosa, good, mmemfungia. Lakini mkisoma kanuni yenu inasema 5 matches. Ndio maana watu wengine wanakuja wanasema mbona Baka alifungiwa hivi, mbona huyu kafungiwa hivi. Mnatengeneza controversy ambazo hazina maana yoyote, double standard kwa sababu ya kanuni. Tulitoka kuwauliza juzi hapa, mpelekaje mechi Zanzibar, mbona hii kanuni inasema hivi na hii inasema hivi, mnazunguka mnaruka. Hizi kanuni kama mnazitengeneza mzisome basi, na mnapofanya maamuzi hizi kanuni mziangalie. Yani makosa, na kuna makosa yanaadhibiwa timu, anayetakiwa kuadhibiwa ni mtu mwingine, yanapelekwa kwenye timu. Tunapoelekea tunahitaji kuambizana ukweli ili at least kuwepo na mabadiliko. Lakini kamati, kwenye haya maamuzi yaliyotokea kuna double standard nyingi sana, na zingine ni kama mnajikanga na mafuta yenu kwamba hii ni kanuni yetu, lakini mbona kama ilitekelezwa kwa mtu fulani hapa haijatekelezwa. Sasa sisi tukikaa maredioni tukiwaambia, mtanuna.